Tutaenda na tutashika. Tutainua matitle deed zetu hivi. Tutainua birth certificate za watoto wetu. Tutainua vitu ambavyo vinaonekana ni vya hadhi. Sisi imani yetu sio ya kuona, ni ya kuguza. Mimi leo nakubaliana na nani? Na Tomaso. Nataka kuguza. Yesu akamwambia kuanzia leo. Wale wengine sikiliza. Hapa namsikiliza, it is deep. Tomaso, roho yake ya kutoamini haikutolewa na mitume, ilitolewa na Yesu. Akaambiwa kutoka leo usiwe asiyeamini. Sasa nimekubadilisha uwe mtu ambaye anaamini. Kuamini kwa Tomaso na kwa hawa ni tofauti. Huyu imani yake imeinuka kwa sababu ameshikwa, ameguzishwa na ameguza. Seasons and time. There was a time to see, but his time was coming after 8 days to see, to touch, and to know, and to be delivered from the spirit of doubt. Because the greatest enemy of faith is doubt. Yesu hakuiacha ndani yake. Sasa kati ya hawa, nani anaweza toa ushuhuda Yesu amedungwa? Nani anaweza toa ushuhuda tunashindaka na mkuu na hamujawahi mguza? Nani amemguza? Kwanza mbavu, sio mkono, mbavu. We kwaja ginya ni gwitia na uhoro ucio. We urwahutia baru cia muhonokia be. Andu matukwira we Tomaso, we kira ndu urwahutia baru cia munene. Oyo gagukunegania Tomaso kira ni urwaikia kiara kia irima-ini ria munene. We uri werwo we ati witekagie ni munene ni anjirire ndigithiai mucene. Ni kuri kirathimo gigoka gitume twambate handu aria manaturia ciuria na ithuĩ tumoragie twina ucamba. Bwana Yesu atukuzwe. Aria manaturia ciuria na ithuĩ tumoragie twina ucamba. Ndirorete tumundu atiriri Kenya mutuire munumaga ku social media. Bwana Yesu atukuzwe. Ndamorire atiriri akiona sio nake no akuona kuhutia. Bwana Yesu atukuzwe. Hauge kuigwa gikinone kiria. Uguo nugo menya mundu endete kamucene. Kuria kiugo kiri no nenda guthoma to comment. Nayo thimu yauga nongo kwanika. Bwana Yesu atukuzwe. Iro cio ngikirathimo giakwa gia kuhutia kumenya na gutaukwo ni kireka atia. Ndorethie tumundu turia tunumaga Kenya ngaturia tiri mutura munu ma social media he murahujia barini. Kirathimo giakwa ni utuma ndimuragie ciuria. Urwaingira mugithi wa speed 400. Urweteithia ndege-ini. Urwagirwo ni age ta mugeni wagiti. Kagirwo uguo nginya kai. Ati aria mathiite tene. Twina roboto kuga nendera igwa migambo aria mathiite. Riu ni ngiritwo ni acio mokite tene. Biblia inasema ya kwamba Tomaso akajibu akamwambia, Bwana Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Lengo la kitabu hiki. Bwana Yesu atukuzwe. Maandiko hapo chini yanasema basi kuna ishara nyingine nyingi alizofanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Kwa hivyo ni kumaanisha, unasikia vile maandiko yamesema hapo. Tomaso akamwambia, wewe ni Bwana Mungu wangu. Nimekuguza na nimesadiki. Sasa Yesu akamwambia, sasa kuanzia leo usikue kama wale wasioamini. Kwa hivyo kuwa ukiamini kama ilivyoandikwa. Alafu pale chini inasemekana kuna ishara zingine nyingi Yesu hakufanya mbele ya mitume. Kwa hivyo ni kumaanisha hii iliyoandikwa ni ishara. Kuna ishara nyingi hakuzifanya wakiwa na mitume wake. Lakini hii ambayo imeandikwa ya Tomaso ni ishara ama sio ishara? Ishara. Hii imani ni ya maana. Amen. You can have your seats. God bless you. Hii ni ishara ya kwamba kuna kitu Yesu alifanya katika maisha yangu na kikaandikwa. Mimi naombea hata wale wachungaji mko hapa, pokeeni maisha ya ishara. Amen. Ishara zifanywe na ziandikwe. Amen. Katika jina la Yesu Kristo.
Mtu yoyote aliye hapa na imani yako ni kwamba kuna kitu kitafanywa, na sio kuambiwa tu kama Tomaso, nitagoja wakati wangu. I don't want to be hearing stories about vehicles. I want to have one. I don't want to hear stories about marriage. I want to be in one. I don't want to hear stories about parenthood. I want to be one. Bwana Yesu atukuzwe. I want to be one. I want to touch it. I want to feel it. I want to know it more. May that blessing remove that doubt in your life. Ino gohoere Ngai akohonie. Mũrimũ ũcio wanerwo ũhoro waguo kamaka. Ngai arokuhonia. We waragie wĩira ũtahana ta wa andũ arĩa angĩ. Ngai arokuhoneria aciari angĩkorwo nĩ ũkoragwo Germany na nĩ ũthĩnĩkaga aciari aku marwara. Ngai arokuhoneria mbeca icio cia ndawa ũgũre nacio mũgũnda. Wĩrage andũ arĩa angĩ atĩrĩrĩ, tiga Ngai arũgamirie mũrimũ gwitũ. Niĩ ndingĩrĩ kĩndũ. Bwana Yesu atukuzwe. Ngai arokuhereria situation kĩrĩa gĩkũheaga stress kwanyu. There is that situation, that pressing situation. Ikuheaga stress ukaigua ndirĩ na thayo na tondũ ndĩ mũrimo. Kiundu kĩo gĩtũmaga ũrare ũtarĩ toro o ũrĩa ũrararaga Kenya ũtarĩ toro. Ngai agakũhe bũrũri mũthaka. Bũrũri wĩna maũndũ marĩa mothe mũndũ angĩenda kuona. But there is that situation that normally crush you. You live a life ni kama tu huko nyumbani. Mungu akuondolee hiyo hali katika familia yenu. Kama hiyo hali iko kwa watoto wenu na inakusumbuaga, Mungu aiondoe. May your peace be restored. Amen. May your faith be restored. Amen. May your prayer life be increased. Amen. Kwa sababu katika maombi utainuka katika imani. Yes. Kama wewe uko hapa na huwa hauombi, utawahi inuka katika imani. Imani huinuliwa na maombi. Vitu viwili ambavyo huinua imani. Number one, maombi. Amen. If you are not prayerful, be sure that your faith cannot sustain you. Number two, understanding the word of God. Kama utaelewa wingi wa neno la Mungu ni wingi wa imani. Kwa sababu watu wanaposema hivi, wewe unarudi tu katika maandiko na Mungu aliahidiana. Unasikia watu wakisema, na jamani siku hizi kuna kufa watu wazee. Maandiko yanakukumbusha Isaya. Alisema kama vile ngano huvunwa katika uzee, hata wewe utavunwa. Unarudi katika maandiko. Wale watu wanajua maandiko huwa wanakanusha vile dunia inasema na maandiko. Amen. Wakisema mimi si nitakufa nitaishi, ili kutangaza wema wa Bwana kwa mataifa. Kama haujui neno utakubaliana na wao. Bwana Yesu atukuzwe. Wezi olewa saa hii vile naona, unarudi kwa maandiko na wawili, mmoja ataacha baba yake na mwingine ataacha, washikane wawe kitu kimoja. Unatulia. Praise the name of the Lord. Watoto wako ona vile wanakaa siku hizi, unarudi kwa maandiko. Isaya akasema, na wale watoto wamezaliwa na wanawake hawatawatia katika aibu. Unatulia. Amen. The word of God will give you a place to be against what is against you. Unajua wale watu hutuvunja moyo wakijaribu tena tu kutumia maandiko. Unarudi katika maandiko, wanakuambia oye ndugu yetu wako masista na baba. Amen. Wanakuambia ndugu yetu vile tunaona oye hii kasida unapelekana nako, sijui kama hiyo mwili itakuwa sawa. Unakumbuka Ayubu alisema akiwa na vidonda kwa mwili, akasema and I know that my Redeemer liveth. Ukijua neno la Mungu linakuwezesha kukanusha kinachofanya imani yako ifinyike. Bwana Yesu atukuzwe. I want us to enter into agreement with God. Nataka tuingie katika makubaliano na Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. I want us to enter into an agreement with God. Entering into an agreement with God is agreeing with what faith is saying. Ni kukubaliana na vile imani inasema. Nataka tusimame. Mwambie mwenzako, nataka kukubaliana na Mungu. Mwambie imani yangu mara hii ni ya kuguza, ni ya kujua na kuchomoka. Mwambie kuanzia leo mimi sitaghairi. Tell your neighbor, I won't doubt again. The Bible says that the plans I have for you
good plans. Plans to make sure that I have given you a bigger tomorrow. Yes. I want us to agree with that word. Amen. Nataka tukubaliane na neno lake. Na mimi nataka tufanye vile JCM tunafanyanga. Yes. Shika mikono miwili ya mtu. Make sure umeshika mikono miwili ya mtu. Make sure kwamba umeshika mikono miwili ya mtu. Shika mikono miwili ya mtu. I want us to provoke that small faith in you. Nataka tukoroge hiyo imani ndogo iliyo ndani yako. And I want us to enter into an agreement with God that it shall be well. Listen, I was to touch about Peter, but time has gone. When Peter could not again agree with Christ, he sinked, he drowned. Yes. But when he entered into agreement with Christ, he treaded on water. Yes. Amnisikilize. Yeah, wakati Petro hakukubaliana na imani ya Yesu, aliingia kwa maji. Yeah. Wakati alikubaliana na imani, alipita juu ya maji. Nataka tuingie katika imani ya kwamba kama Mungu amekupatia uwezo wa kukanyaga nzige, kukanyanga nyoka na nge, you can tread on any pain and problem. You can pass through any or pass on any circumstance na utoke ukiwa mshindi. Nataka tuingie katika makubaliano na imani. Na imani ambayo nataka tukubaliane ni hii. Huyo mtu ambaye umeshika mikono, anza kumuombea. Aanza kuombea huyo mtu. Kuna mtu umeshika mikono na labda imani yake iko chini, labda moyo wake uko chini, labda mambo anayokumbana nayo yamemkosesha amani. Anza kuambia Mungu, nibarikie huyu mama, nibarikie huyu mzee, nibarikie huyu kijana, nibarikie huyu mtoto katika jina la Yesu Kristo. Enter into an agreement with faith. Ambia Mungu, mtu ambaye nimeshika mikono hata kufa kifo cha mapema. Mtu ambaye nimeshika mikono hataisha. Mtu ambaye nimeshika mikono hatamaliziwa Uingereza katika jina la Yesu Kristo. Hatamaliziwa Ujerumani, hatamaliziwa USA, hatamaliziwa Uchina, hatamaliziwa nchi yoyote aliyo. Ingia katika makubaliano na imani. Pray. Hakuna misingi ama ngome itamuangusha. Hakuna misingi ama ngome itamuweza. Tangaza ya kwamba ninayeombea ataweza. Tangaza ya kwamba ninayeombea atainuka. Tangaza ya kwamba ninayeombea atakubalika. Tangaza ya kwamba ninayeombea watoto wake hawatamtia katika aibu. Tangaza ya kwamba boma lake halitakuwa na machozi. Tangaza ya kwamba kesho yake itakuwa na mwangaza. Tangaza, omba ya kwamba ninayemuombea nyota yake haitazimwa usiku. Mwanga wake hautaibiwa na muovu. Hatapitishwa uchungu na wale watu huzambaratisha maono. Nataka utangaze, kuna nguvu ya imani ndani yako. Ulimi wako ni upanga wa ushujaa. Kata shida kwenu. Ondoa magonjwa kwenu. Tangaza. Confess. Your confession is your possession. Declare and decree that no stronghold shall overcome your faith. Tangaza ya kwamba hakuna pepo itatikisa imani yako. Imani yako juu ya familia, imani yako juu ya mali, imani yako juu ya hekima, imani yako juu ya furaha, imani yako juu ya ndoa. Tangaza. Nothing shall stand against your holy faith. When you confront, you shall win. Tangaza ya kwamba unayeshika mkono, imani yake itafanya kazi kama imani ya Daudi. Daudi alipoenda kwenye vita, alimwambia ndugu yake amkubalie, maana atapigana na Mfilisti. Na akamwambia, nilipokuwa nyikani
Nilipigana na simba, hata huyu Mfilisti nitawezana na yeye. Nataka utangaze ya kwamba kilichozuia watu wetu hakitanizuia. Kilichozuia watu wa kijiji chetu hakitanizuia. Kilichozuia majina niliyotajwa hakitanizuia. Kilichozuia familia yetu hakitanizuia mimi. Tangaza, kuna uwezo. Declare ya kwamba you shall see light where other people are seeing darkness. You shall see breakthrough where other people are seeing blockages. This Germany shall accept you. Favor shall connect you to mighty men of this land. In the name of Jesus Christ. No evil shall beget you. No evil shall locate you. Declare and decree that Germany is a place of your wealth, but not a place of your sickness. Germany is a place of your victory, but not a place of your failure. I release a blessing of Jacob that Isaac spoke and said, Jacob, no matter how the earth shall be burnt by the sun, I shall give you the dew of heaven. May you receive the dew of heaven. And dew means you shall have harvest. Wewe utakuwa na mavuno. Hata wakati hakuna mvua utakuwa na mavuno. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza ya kwamba kilichowaangusha wengine hakitakuangusha. Kilichozuia wengine hakitakuzuia. Hawakwenda kwingine, wewe utaenda. Katika jina la Yesu Kristo.
machozi haya, machozi haya. Ni wewe unajua Mungu. Wewe kila ngoro yako iho. Wewe kila ngoro yako akira. Taobaika mwana ni wewe. Funua kinywa chako mwambie Mungu, wewe siri unajua ya machozi. Ambia Mungu, niondolee kile ambacho unifanya nilie. Niondolee kile ambacho unifanya nitoe machozi. Niondolee kile ambacho husababisha huzuni katika maisha yangu. Kama ni watoto wako, ambia Mungu warekebishe machozi yaishe. Kama ni mume wako, mwambie Mungu mubadilishe machozi yangu yaishe Bwana. You are the one who knows the secret of my tears, Father. Mwambie Mungu, kama ni pesa zangu uniletea machozi yangu unajua siri. Kaiweno wewe kila kiendelea na rola hiyo. Mwambie Mungu, wewe unajua siri ya machozi yangu. Wewe ndio unajua kile ambacho unitesa. Wewe unajua kile ambacho uniumiza. Kama ni ugonjwa, mwambie Mungu, si uniponye tu. Niponye Mungu. Ambia Mungu kama ni ugonjwa akuponye. Ambia Mungu kuanzia leo, huo ugonjwa ambao uniletea matatizo na unaleta machozi katika maisha yangu, niponye Bwana. You are the one who knows the secret of my pain. Father, intervene. Kama ni katika familia machozi yako hutokea, umejaribu vyote lakini machozi bado yanakupata, Baba akuondolee machozi. Mwambie, niondolee machozi haya. Siria machozi haya, ni wewe wajua. Siria machozi haya, ni wewe wajua. You know, there are some times when God is about to show up, something fights you. Wakati mwingine kuna wakati Mungu anataka kujitokeza, lakini wakati tu umefika wake wa kujitokeza, kuna jambo huwa linatokelezea na linakugonga. Unaweka pesa, wakati tu umeonyeshwa kashamba, jambo katika familia ama katika nyumbani linakugonga, ama jambo la kisheria, kesi inakusukuma, ama magonjwa. Nataka tu ufunue kinywa chako, utaje hiyo hali, uambie Mungu, fikisha mwisho. Just mention that pain. Ila mwadhani kinyia mwisho udoyo udhubura. Kinyia mwisho ugai. Danelile ya kurehesha na siya kwa furuli. No dalilika na nebalidera gishonoko. Kagia kia. Danelile ya kurehesha na situ. Ile tusiana neino negada tutorie thina hamwe. No dalilika no le maikaraga furuli yuri amari. Kaigwa kia. Ila mwana nikinyia mwisho ndoyo udhubura. Ambia Mungu, fikisha mwisho. Uduyo utendaga kuona ambia siya kuishoka nereire. Kayara ukinyia mwisho. Nyini jaya gira gorosha nyunywe mwokile naja. Anejira wa mwada niyaga atuma mokinya nere. Noni kuri kindu giokaga. Nori tumunene muno. Igathukia mifango yako. Ila mwadhani, bring to an end every disaster. Whenever I gather, they scatter. Tell God, it is now my time to sit down and see my stores being full. I have sacrificed a lot
lakini hiki kitu ambacho huja kinanigonga, Bwana akifikisha mwisho. Ambia Mungu, fikisha uchungu huu mwisho. Haya magonjwa ambayo yamejaa kwenu, hiyo kansa ambayo haipumzishi kwenu, magonjwa ya uzee ambayo hayapumzishi kwenu, ambia Bwana fikisha mwisho. Wakati mwingine hata unakosa kwenda nyumbani kwa sababu unataka tu hizo pesa zitumike nyumbani. Ukiangalia tikiti na kile kinahitajika, you sacrifice your visit home. May it come to an end. When Jesus was about to die, he said it is finished. He did not say I am finished. He said it is finished. Yesu hakusema nimeisha, alisema yote yameisha. Ambia Bwana fikisha mwisho. I want you to mention that pain. Katika moyo wako taja tu huo uchungu. Ambia Mungu akutolee watoto kwenye mitaro. Ambia Mungu akutolee ndugu zako kwenye mitaro, anasikia. Ambia Mungu alete amani katika yale mambo ya kusumbua. Kuna jambo tu hutia familia yenu katika aibu. You are a good family, mlilelewa katika Ukristo, lakini jambo likatokea, kuna watoto wenu wako gerezani, kuna nguvu za kuwatoa na zinaongea leo. Ambia Mungu nitolee yeye mahali alipo. Wengine ni dada zako wamekutia katika aibu na umejaribu kuwasaidia. Ambia Mungu fikisha mwisho. I want to use your faith for your family. I want to use your faith for your children. I want to use your faith for your siblings. I want to use your faith for your parents. I want to use your faith. Kama Mungu alikutendea, anaweza kuwatendea. Wengine walienda hata wakakunyamazia, na nikijua vile umewasaidia walikunyamazia. Hawakukumbuka siku ulizowapa, hawakukumbuka siku ulizowaondolea aibu. Walikumbuka tu siku ambayo ulisema hauna. Walikumbuka tu siku ile ambayo simu yako haikuingia, wakafanyika maadui. Ambia Mungu, restore my family, restore my siblings, restore my husband, restore my spouse, restore my children. Father, restore them. The power of restoration reign here. The power of restoration is reigning in this church. Power of the restoration. Kuna marafiki walikuwa marafiki zako, wengine hata ni wewe ulifungua mlango wao kuja hii ng'ambo, lakini ikafika mahali wakakunyamazia, wakawa maadui zako. May God restore what was there before. May God restore your happiness. And finally, you are in a foreign land. And I remember when Joseph went to Egypt, he only prayed one prayer, that may the king of this land know me by my name. I want you to secure your protection. Nataka umwambie Mungu, hii Ujerumani ambao Wakenya wengine walikufia, mimi sitakufia. Hii Ujerumani ambayo Wakenya wengine wanaomba chakula, mimi sitaomba. Hii Ujerumani ambayo imeaibisha Wakenya wengine, mimi haitaniaibisha. Nataka ukatae. Open your mouth, declare, declare, declare. Open your mouth, declare, declare. Ya kwamba hii Ujerumani ambayo ilinyima wengine mavuno, mimi itanipatia. Declare, 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 declare. Call upon your protection. Rise against deportation. Hakuna tabia itakayofanya urejeshwe nyumbani kwa aibu. Kataa. Hii Ujerumani ambayo imekataa Wakenya wengine haitakukataa. Speak protection over your life. Wale watu ambao ni wachokozi ili usumbuane na sheria, hawatakuchokoza. Natangaza, wafalme wa hapa watakujua na majina yao, wakuu wa hapa watakujua na majina yao. Tangaza ya kwamba kilichokataa wengine, mimi kitanikubali hapa. Declare
Kama hii Ujerumani iliangusha wachungaji wengine, wachungaji declare, sitaangukia hapa. Kama hii Ujerumani ilitia wengine aibu, mimi sitaitiwa katika aibu. Declare. Sema ndoa yangu haitaharibikia Ujerumani hii. Itasimama na watu watafurahia kuona ya kwamba imedumu. Declare. Your declaration is your power. Tangaza ya kwamba pahali wengine wamelazwa mahospitali, hapa wewe hutalazwa, na hautaharibiwa maisha na wanaoharibu maisha ya wengine. Wanaostaki wengine hawatakustaki. Tangaza katika jina la Yesu. Tangaza. Wale utaja majina ya wengine kwa ubaya, hawatataja lako. Declare protection. Declare protection. Declare protection. Declare. 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 In the name of Jesus Christ, I declare. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Finally, it is my humble time to dedicate the servants of God who are serving in this Berlin altar. I want to invite Minister Liz and Pastor Vivian, because in that tone of the move, I want to render you into the submission of grace. That grace shall carry you. If other Kenyan ministers tried, but they did not make it, this time you'll make it. We are using another level of faith. Amen. Our faith is a faith of touching and feeling. In the kukabidhi hawa wetu vile ambavyo umemwezesha. When the heavens shall be revealed, God shall draw men and women to his places. May he use your voice. May he use your character. May he use your knowledge. In the name of Jesus Christ, as your spiritual authority, I commission you on this altar that you shall be a voice of compassion. Dorcas shall be seen in you. This church shall be a home of compassion. We call it Joppa, a place of compassion. We name it Joppa, where widows found refuge. We call it Joppa, where orphans found clothes. We call it Joppa, a place where Peter will come to speak about resurrection. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, I declare that both of you shall be instrument of peace. Satan will not know you. Satan will not know your gates. Satan will not know where you come from. You are surrounded by mercy. You are surrounded by grace. May an anointing of favor reign upon you. Whoever shall come across your life shall be of help to this kingdom. Anyone who shall come to know you shall know who you are, not only by name, but by the lifestyle and the character of God. I claim your life and longevity in Jesus' name. You shall live long to see revival in Germany. You shall live long to see redemption in this city. You shall live long to testify how people are restored when God used women of faith. And because we have spoken about faith and season, may you be women of faith in this season. May God be faithful to you in and out of the season. May God of impossibility walk with you for everything to be possible.
A God who can provide a well in the desert. A God who can hold waters in a basket. A God who can restore people who were hopeless like Jabez. A God who converted Saul to Paul. He's still at work. May every gate of metal break on your behalf. Whoever had tied your names may loosen it. Every altar where they spoke negatively about you is being consumed now. In the name of Jesus Christ, we call deeper for deeper in your life. May the silent place of God become your favorite place. May prayer and supplication, may breaking before God prove you in public. May your cry in silent place you in places to be seen and not to be hidden again. I declare that God is giving you your lamp and a flame, and no enemy, no shame will hide your lamp or shut it off in darkness. You are now women placed on a ground that is raised. We call you victorious. We declare and decree that no one, nothing shall pull you back again. Maybe they buried your wealth, but this time in Germany, they might have buried your Sitna in Kenya. They might have buried your first and second well in Kenya. In Germany, here comes Rehoboth. Amen. If you don't know anything about JCM, inquire. We are here. Hey bana, msifanye mambo hapa, msifanye sarakasi. Msifanye nini? Kile ambacho hamjui cha kanisa ulizeni. You have people around you. I know very soon Bishop Kimani will lead you into our priest council team so that before you do anything, you inquire. No wega mukoragia Rusibeka tungiko JCM netikiriti edikana kione meni murute ire andu mawira haha mumaikarire mugongo mukimaitaga ni mukwenda guitwa andu Ngai andu aya matikwenda manage ni mukwenda manage asa hunjirie kiugo kia witikio mwike atia muinuke githe tiguo na nyumo manyitirire. Please give them your support. When supporting them, you are supporting me. And remember, through them, JCM is your next home. Tafadhali ukifika nyumbani, hawa wanajua, hata Lucy anajua. Wakifika Kenya, hata nyinyi wachungaji, mkifika Kenya, kwangu ni nyumbani. Hawa wanajua wakifika huwa ninawachinjia, wanakula, wanafurahi. Hata patron juzi alikuwa Kenya, Bishop anakujanga Kenya. Mkifika Kenya, usikae tu na huko kwenye Dondoli na huko. Tembea JCM, huko ni nyumba. Na ukifika unaniambia mimi ni wa Berlin member namba fulani. Amen. Na bizizi pale tunakuheshimisha. Kuanzia leo umeingia katika group ya watu ambao huheshimisha wengine. Katika jina la Yesu Kristo. JCM is a beautiful church. Come, let us serve God. Number 2, serve with other ministers. Hamwezi peke yenu, hata tukitoka nje. Hamwezi peke yenu. Serve with these great ministers of God you have met in this country. Walitangulia mbele, waulizeni, hii shamba hukaa namna gani? Kuliambiwa ni kubwa, kazi ni mingi. Kazi imekaa pande gani? Bwana Yesu atukuzwe. Ukiona wakati mwingine ukiwa mhubiri na huoni kazi, ni wewe uulizi iko pande gani. Hata wale wanaendaka kibarua na ulizanga leo kinapatikana wapi? Hallelujah. Kaeni na hawa watumishi, work with them. JCM is a church that has no boundaries. It is a church of compassion. Compassion belongs to everybody. Open your doors to everybody and make sure that you preach compassion. Mkijua mama mzee ambaye ako hapa na ni Mkenya, hata kama si Mkikuyu, visit them. That is the work of you as ministers. Watembelee, do a shopping. Go check on them. Wacha kusema kwa sababu wako Ujerumani hawawezi kosa. Hiyo ndio kazi yenu. Endeni mumuombe. Endeni mumtafute, mumjue. Mjue kwao Kenya ni wapi. Amen. Enezeni injili ya huruma na utu. Amen. Let us appreciate them once again. May God bless you. May God bless you all. Amen. Munaweza keti ili tuombe salamu. Pontongoria
Yesu nimogate oakumunotokea ikawota erera ngoigwa taigenoga ija muingi eaga omereria gathimo gakinyukia geto-inĩ nĩ wega nake Yesu nĩ mũgate oakumunotokea nyamũ njũru na mĩrimũ citingĩo takunyo. Wow. Kiko nyumbani, lazima tutarudi. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo mtupatie salamu. Mmetupa salamu. Tuambie watu wa France nini kesho? Hatupumziki. Kesho tunaamkia France. Tuambie nini? Bonjour. Tuambie bonjour. Halafu watu wa Kenya on Thursday tuambie kila mtu aseme na kikwao. Watu wa Kenya tuambie mumega, wengine muriega, wengine mugeni, mwingine wemo muriaro. Tutapeleka zote. Si Mungu wetu awabariki. I want us to enter in one agreement with you people. Ya kwamba hamtaletwa Kenya tuazike. Mtakuja Kenya